Baba mwenye nyumba mjini, nadhani utakubaliana na mimi kwamba hakuna mwanamume ambaye anaweza kujinasibisha na vyombo, kabati, vitanda, nyumba. Hiyo ni vitu ambavyo anasimamia mama siku zote, si ndio? Sasa nataka nikupe tahadhari, kama sio kukukumbusha wewe ambaye unatoka kijijini, unakuja mjini kuishi na ndugu, kuishi na watu ambao wameoana, kuishi na familia ambao una mke na mume. Nataka nikwambie kwamba siku zote nyumbani chief in charge ni mama. Ukiweza kuishi vizuri na mama, yule mama mwenye nyumba akakupenda, ushaona utasurvive. Lakini ukishindwa, basi utapigwa matukio mengi sana. Utapigwa matukio, mwisho wa siku utapashindwa, utaondoka, ushaona Mama ndiye chief in charge, kwa sababu kama jambo halipendi, hilo halitakuwa. Na halitakuwa hata toka mbele direct hivi kusema kwamba kitu fulani sitaki, hapana. Bali atatengeneza dramas kiasi kwamba taratibu akimuonyesha mume au mababa kwamba jambo fulani sio sahihi. Kwa mwisho wa siku baba atakuja front ku reinforce order. Ushaona alizopewa maagizo ndani kwamba bwana kitu fulani sitaki. Pengine hata bila yeye kujua. Iko hivyo automatically. Ushaona utamwona tu mbele anapiga marufuku kwamba sitaki mtu aingie hapa saa 6. Lakini kiuhalisia ni kwamba mwenye nyumba yake ni mama na ameshasema kwamba hataki hicho. Alafu unaweza ukakuta hayo yanatokea, mama anajifanya kama hata yupo, baba yenu mimi sijui. Lakini yeye ndio kakataa, yeye ndio kichochezi. Kwa hiyo mama mwenye nyumba, hakuna baba mwenye nyumba mjini. Iko hivyo. Baba anaweza kuwa na magari, mali, makampuni, lakini baba hana nyumba. Nyumba ni ya mama. Tuishi hapo kwa leo.